yupo huku. Amekasirika mara ghafla. Kuna binti akaingia. Oh. Wow. Such a beacon of lights. Oh jamani, ipo nuru ionekanayo machoni pako. Karibu keti hapa. Karibu keti. Wow. Asante. Pastor Dixon. Pastor Dixon. You are something else out there. Anasema ni uko nje. Wewe ni kitu kingine kabisa. Anasema ni Bwana anafanya. Sio mimi. Like your church. Ninalipenda kanisa lako. Ninapenda kuwa mshirika wako pia. Look like my member. Anasema jamani unaonekana. Yani. So how is everything? Vipi kila kitu kipo vizuri? Okay. Anasema ndio. I may take my leave now. Mimi naweza kuondoka sasa. Unaondoka? Yeah, before you go. Kabla hujaondoka. Njoo nikupe chakula cha Bwana. Njoo. Oh. Kudos. Double portion. Tena mara nyingine. So full. Hakika umejaa upako. Unajua uliponikumbatia kuna nguvu fulani imeingia kwako. Kwa hiyo utaitumia hiyo kama fimbo. Kumbuka ile fimbo ambayo Musa aliitumia kupasua bahari ya Shamu. Ndio nguvu ambayo nimekuwekea. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Nenda kwa amani. Jamaa akiangalia virembo namna hii ndo anapagawa zaidi. Ghafla katika upande wa pili asikia sauti. Kelele. Yesu. Kuna jamaa mmoja amekuja na mkewe. Pastor, samani kwa kuingia ofisini kwako kwa magomvi. Akamcheki binti. Pastor. Nimechoka. Nimechoka kwa huyu mwanamke. Don't respect me. Haniheshimu. Does the Bible not say? Hivi Biblia inasema hivi. Biblia inasema mwanamke amheshimu mumewe na mumewe mpende mkewe. It's from his left. Anasema sikiliza, nimechoka. Umesikia? Yeah. Umesikia? Tulia. You want to fight. Kwa nini nyinyi wawili mnagombana? Eti kwa nini mnagombana? Anasema ni yeye. Ujui. Umesikia? It is respectful. Naomba. Unapaswa kumheshimu. I'm sorry. Samahani mchungaji. So sorry. Samahani mchungaji. Chief. Pastor. Ndio pastor. I want to have a word with your wife. Nataka nizungumze na mkeo. Please excuse us. Naomba usogee nje kidogo. No problem. Hamna shida mchungaji. Ongea naye. Mwambie. Zungumza naye. Anaenda nje bana. Mimi naongea na pastor. Pastor akamtoa mzee baba ili aweze kuzungumza na bibie, mke wa jamaa. Akamcheki. Huyu pastor huyu. Your husband doesn't satisfy you. Sio mwanaume sahihi kwako. You look sex stuff. Akuridhishi. It's fine, relax. Relax. You can be free. Uwe kuwa huru. Your husband. Jieleze. Mume wako anaonekana ni kama vile kuna mambo fulani chumbani ya kuridhishi. Hamwe umejuaje mchungaji? Like I said. Akamwambia sasa mimi nisijui wakati mimi ni mtu wa Mungu. Yani hear from my left ear. Ninasikia kwenye sikio langu la kushoto kwamba mume wako hakuridhishi. Snake in the mouth. Alafu nikwambie kitu. Pastor, how do you know this house? Hivi haya mambo yote umeyajulia wapi pastor? Anasikiliza, mimi nina sikio. Mungu anazungumza na mimi. Ananiambia kwamba kila siku umekuwa ni ugomvi kati yako na mumeo. Unahitaji huduma fulani, mume wako akupati. Sasa ulishaye kuona wapi mtu anakula hashibi akawa na afya njema? Huwezi kuwa na afya njema. Nani nisaidie pastor? Anambia nasikia sauti ya Bwana ikisema ninapaswa kukusaidia. Sasa
umefunguliwa. Moyo wako utafunguliwa. Miguu yako itafunguliwa. Yeah. It's fine, don't vibrate. Usitetemeke. Make a mess. Usitetemeke. Usifanye fujo. Do you agree? Yeah. Upo tayari? Pastor, my husband. Pastor, mume wangu yupo hapa. Akambia sikiliza. Your husband is a mere mortal. Huyo mume wako mwache akae nje huko. Njoo. Then we'll be out of the book of. Njoo. I choose to. Upokee uzima. I'll handle him. Sawa, nakubali. What you do now, go call him and wait there so I can talk to him. Basi nitakupa appointment. Nenda. You are excited. Nenda. Unze naye. To see Kapopata nafasi of a holy man of God. unatakiwa uje nikupe tiba. Thank you so much. Okay, sawa. Sawa mchungaji. Yaani mchungaji kamwambia eti kama anataka mume wake aweze kumshughulikia vizuri, inabidi aweze kuja kukutana kwanza na man of God. Haya. Kamuita mume wake pale, kafanya naye maombi mawili matatu. Anasema ninalo neno kutoka kwa Mungu kwa ajili yako. Stop suspecting your wife. Acha kumshuku mkeo. You suspect her too much. Unamshuku sana. Marriage. Unaweka ndoa yako kwenye matatizo. Yes. So she will... Mke wako ndio msaidizi wako. Ili atimize malengo yako, unapaswa kumlinda, kumtunza. Do you understand? Umenielewa? Pastor. Stop it. Acha kumlaumu. With her friends. Let her go. Mwache afurahi na marafiki zake. Mwache ajichanganye na mabinti wenzake. Mwache na uhuru wake. Usimlinde sana. She wants to meet somebody, let her. Mwache, kama nataka kukutana na mtu mwache. Love will not try. Uaminifu ndo kitu bora. Muamini mkeo. Hicho ndo kitu kikubwa zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Pastor. Thank you so much. Asante sana. You have saved my marriage. Asante. Nadhani unaweza kwenda kuiokoa ndoa yangu. Ndoa yangu ikawa salama. Basi ngoja nikuchie angalau sadaka yangu kidogo. Asante kwa kunisaidia. Pastor kacheki. Nena kwa lugha tu. You sow the seed after water it. Anasema asante kwa mbegu hii, kwa sadaka hii. Mwenyezi Mungu akubariki. Hapo ulipotoa paongeze, pamwagike. Amani ya Bwana iwe pamoja na wewe. Thank you pastor. Basi mambo yakaenda hivyo. Sasa baadaye jamaa akarejea zake nyumbani. Arejea nyumbani, kafika nyumbani, anakutana surprise. Anamkuta mama yake. Mama yake mzazi. Huyu ni mama yake mzazi kabisa na Pastor Dickson. Ameletwa nyumbani pale, ni mgonjwa. Anambia Pastor Dickson, hivi umepoteza akili yako? Pastor. Good evening, mommy. Habari za jioni mama. You remember? Hivi I'm your mother. Unakumbuka mimi ni mama yako? Steve. Eti I've been calling you. Nimekuwa nikikupigia simu. Calls. Lakini upokei simu zangu. Back. Wala unipigii simu. Anasema ni kweli. I need to rest. Nimehangaika mchana kutwa na maombi. Nahitaji angalau kupumzika kwanza. Anasema nasikia unaliharibu kanisa la baba yako. Dissolves the board. Unaliharibu kanisa la baba yako. Nimepata hizi habari ni Pastor Dickson. Unachokifanya sio kitu kizuri. Baba yako alitengeneza kanisa zuri. Lakini nasikia unaliharibu kanisa la baba yako. Anaambia baba yangu wakati wake umepita. Na huu ni wakati wangu sasa. Ninaliendesha kanisa mimi kwa sasa hivi. Masuala ya baba kulitengeneza kanisa yanatokea wapi? Alafu unakuja nyumbani kwangu unaanza kunikontrol mimi kama mtoto mdogo. Anaambia umeharibu kila kitu. Yaani natamani baba yako afufuke sasa hivi aone ujinga na upuuzi unaofanya. Bwana, hayo ndo mambo mazito, mambo makubwa, mambo hatari ambayo yanapatikana katika picha hii wanaita Pastor Dickson kutoka mitaa Home of the Family. Mimi niseme tu kwamba sina la ziada. Tukutane vema zaidi katika episodi inayofuata katika mashine ya ukweli. Hii wanaita Pastor Dickson. Asante na karibu tena.